Niambia tatizo kubwa ya Mbeere South ni maji. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Sasa na tulikubaliana na nyinyi niende nitafute pesa ndio tuweze hii maji ambayo mmengojea karibu miaka 50. Tuwapatie maji jameni, kiu iende chini ndio muweze kuungana na Wakenya wengine twende mbele. Tumekubaliana? Na nilikuja hapa mwaka uliopita na nikawaambia tutaanzisha hii mradi. Na mimi nataka niwaeleze hii mradi inasonga mbele, it is ahead of time, na mpango yetu ni kukamilisha hii project by next year April ili maji ipatikane. Hapa tutajenga intake kubwa. Tutajenga hapa pia mahali ya kusafisha hiyo maji. Alafu ile inaitwa treatment works. Alafu vile vile tutatengeneza kilomita 26 ya pipeline kusukuma maji ndio wananchi wa hapa wapate maji, mufanye irrigation, mupeleke Mbeere mbele na Embu mbele na Kenya mbele. Tumekubaliana jameni? Na ndio nimekuja hapa leo kudhibitisha, kwa sababu kuna wengine wanasema hakuna kazi inaendelea. Mimi nimekuja hapa kuuliza nyinyi watu wa Mbeere, inaendelea ama haiendelei? Si kazi inaendelea? Si kazi inaendelea? Ile deni mimi niko naye na nyinyi ni kuongeza intake ingine pale Kiambere. Niweke intake ingine kama hii ndio tusambaze maji zaidi, ifike ward zote za hapa Mbeere South na Embu sehemu nyingi. Na mimi nimekubaliana na viongozi wenu, na mimi nitaenda kuwatafutia pesa katika budget inayokuja. Tuwapangie pesa ingine ya kuanzisha hiyo Kiambere intake ndio tusongeshe mambo ya maji sehemu hii. Ile kazi mmetuuliza serikali zote sisi tuweze kuwatimizia, kwa sababu nyinyi ni watu wa bidii, munafanya kilimo, munaendesha biashara. Ile imewakosea tu ni maji hakuna. Si ni kweli jameni? Nimekuja hapa jambo la pili. Mulinieleza ya kwamba bado tuko na manyumba nyingi haina stima hapa Embu. Ni kweli ama si kweli? Na stima sio starehe ya matajiri peke yao. Stima ni haki ya kila Mkenya. Ama namna gani jameni? Situwakije stima kwa manyumba ya wananchi wote. Ndio nimekuja hapa leo. Mbali na yale tulifanya mwaka uliopita na ile tulifanya mwaka hiyo ingine, sasa mwaka huu tena tuko na pesa milioni 550 ya Embu ambayo itatusaidia kuunganisha familia 6,000 zaidi kwa huduma ya stima. Na leo pale Embu Town naenda kulaunch program ya manyumba 6,700 kuunganishwa na stima. Kabla ya Novemba mwaka huu tutakuwa tumemaliza hiyo kazi, ndio tuweze kutafuta pesa ingine tuongeze, ndio watu wengi wazidi kuunganishwa na stima, tuondoe giza, tuweke mwangaza, ndio shetani ahame. Si nyinyi mnajua shetani anapenda mahali iko giza? Si tuweke mwangaza, tuondoe giza, shetani afanye nini? Shetani ahame, sio? Ama niaje watu wa Embu? Si namna hiyo? Hiyo ndio kazi ya pili mimi nimekujia. Kazi ya tatu mimi nimekujia hapa Embu ni mambo ya barabara. Si ndio? Muliniambia kwamba mnataka barabara kutoka Kiritiri kule iende mpaka Kiambere. Hiyo barabara sasa kandarasi tayari tumetangaza na tumeweka pesa. Hiyo barabara tutawajengea kwa sababu ni haki yenu na ndio itatusaidia kuinua uchumi wa sehemu hii. Vile vile
mulituuliza barabara kutoka Gashoka kule chini kwenda mpaka Gashuriri. Pia hiyo barabara tuko naye pesa yake sasa, contractor amepatikana, hiyo barabara tutawajengea. Sawa sawa? Tunakubaliana? Alafu kuna barabara ingine mmetuambia ya kutoka PI kuja kule kuja Mashanga. Lakini sasa wacha mimi niwaeleze. Hiyo barabara nimeambiwa ni kilomita 40 na ngapi? Na 5. Na sijapata pesa ya hiyo barabara, sijui mtaniombea. Si ndio? Nimepata kwa sasa, nimepata milioni 100, nataka niwatengenezee kwanza hiyo barabara iwe inapitika. Si ndio? Alafu sasa muniombee niende nipange ile ingine. Si ndio? Ili budget ya mwaka unaokuja mimi nitafute pesa niweke pale ndio tuanze kuja kujenga hiyo barabara yenu. Kwa sasa mimi nataka hiyo barabara iwe ni barabara ambayo inapitika, muweze kuendesha, kwa sababu nasikia ndio inawasaidia kwa mambo ya kilimo na kuwatafutia soko. Si namna hiyo? Vile vile tumekubaliana na nyinyi ya kwamba wale wanaofanya biashara, hii kilimo tunafanya, kama hakuna mahali soko ya kuuza mazao yetu ya shambani, itakuwa ni matatizo makubwa. Si ni kweli? Na ndio sababu hiyo hapa Embu tunawajengea soko mpya 7 hapa Embu. Kwa sababu soko ni ya muhimu. Si ndio? Na huyu mjumbe wenu anajua soko tumeanzisha, mheshimiwa, si ndio? Makutano iko soko. Kiritiri mimi nitawajengea soko. Kwa sababu tunataka mama mboga afanye mahali biashara, mahali kuna heshima, kuna maji, kuna stima. Na hiyo soko itatusaidia kuhakikisha kwamba mazao yetu inapata mahali ya sisi kuuza, na pia wale wanafanya biashara pale tunataka iongeze biashara yetu, tuweke cold room, tuweke usafi, tuweke maji, ndio biashara iendelee, kina mama waendelee, wakulima waendelee. Tumekubaliana watu wa hapa watu ya hapa Kamburu. Tumekubaliana? Mnasema tuendelee na hiyo kazi. Na mimi nataka niwaulize, kwa sababu elimu ndio inaleta usawa kwa taifa letu. Mtoto wa Kenya asikose nafasi ya kusoma. Na ndio sababu mumeona serikali tumeajiri walimu 76,000 kwa miaka miwili. Kwa sababu tunataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Pale kwa elimu ndio usawa inapatikana. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Ni kweli ama si kweli? Ile mtihani inafanywa, mtoto wa rais na mtoto wa mamboga wanafanya mtihani the same. Si namna hiyo? Hapo ndio tunapata usawa, ndio tuende Kenya pamoja. Na ndio sababu hiyo wakati mliniambia ninyoroshe CBC na niajiri walimu zaidi na nipange mambo ya funding ya university, hiyo mambo yote tumeweka taratibu ya sawasawa. Tumenyorosha CBC, walimu tumewaajiri 76,000, na vile vile tumehakikisha kwamba funding model inahakikisha ya kwamba watoto kutoka jamii maskini wanapatiwa basari hadi 90% ndio wasome university na TVET kama watoto wa Wakenya wengine. Tumekubaliana? Na jana nimesema ya kwamba wale watu wa control of budget wameambia counties ati wasitoe basari kwa watoto wetu wanaosoma. Lakini nimewaeleza mambo ya masomo ni kazi ya national government. Lakini national government haiwezi kufanya kazi hiyo peke yake. Tunataka tuunganishe national government na county government katika mambo yetu ya elimu. Na ndio mimi nimesema waziri wa elimu na Council of Governors waketi chini wiki ijayo, wakubaliane tutengeneze ile concurrence inahitajika, ndio watoto wa Kenya wanaolipiwa na counties basari waendelee kulipiwa, kwa sababu hakuna watoto wa Kenya wa national na hakuna wa county.
Watoto wa Kenya ni watoto wa Kenya wote. Tumekubaliana jameni? Si tunataka watoto wetu wasome na tunataka wapatiwe basari, hasa wale wa jamii chini kidogo. Tusaidie kila mtu, ndio kila mtu apate, kila mtoto apate nafasi ya kusoma. Sasa wewe SES na wenzako magavana mketi chini next week, tukubaliane ndio muendelee kupatiana basari, watoto wetu wa Kenya wasome. Tumekubaliana jameni, watu wa Kiritiri? Mnasema tuendelee na kazi ama mnataka tuletewe vitina? Tuendelee na kazi? Tuendelee tusiendelee? Wale wanasema tuendelee, nione kwa mkono. Wale wanasema tuendelee. Sawa sawa. Na mimi nataka niwaeleze watu wa Embu. Tumekubaliana, mimi kama kiongozi wa taifa letu la Kenya, nimesema ya kwamba Mungu anajua ni kwa sababu gani jamii zote ziko katika taifa letu la Kenya. Hakuna jamii iko Kenya kimakosa. Mungu ndio alipanga tuwe sisi wote hapa. Na kazi yangu kama kiongozi wa taifa ni kuunganisha jamii zote, kutoka pande zote, kutoka kaunti zote. Watu wa Kenya wakae pamoja ndio tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo, tuondoe chuki, tuondoe ukabila, tuondoe migawanyiko, kwa sababu umoja ni nguvu. Ama namna gani jameni? Si nasemekana umoja ni nguvu? Munasema tuungane ama tutengane? Niunganishe wa Kenya wote, kutoka jamii zote, kutoka pande zote, tushughulike na mambo ya maendeleo, tusomeshe watoto wetu, tushughulike na kilimo, tuunganishe stima, tujenge barabara, tuweke maji, Kenya isonge mbele. Hebu nione wala anasema kazi yote. Jameni, tumekubaliana? Si ndio? Kuna wengine wanasema ati tugawane. Ati hawa ni wa kabila hii, sijui hawa ni wa kabila ile, chama hii, sijui chama gani, sijui pande hii, sijui mlima, sijui kwa lake, sijui kwa ocean. Sasa tukienda hiyo barabara, si Kenya hii itasambaratika? Hiyo maneno tusikubali kabisa hiyo maneno. Ama namna gani jameni? Mnasema tuunganishe Kenya ikuwe moja na tusukume maendeleo kabisa. Na unajua siku ya siasa itakuja. Saa hizi ni saa ya kazi. Ama namna gani? Si saa hii kila mtu ashughulike na ile kazi amepatiwa. MCA yako na kazi yake ashughulike. Mjumbe yako na kazi yake ashughulike. Gavana yako na yake ashughulike. Mimi niko na yangu nishughulike. Siku ya mtihani ikifika, si nyinyi ndio mtasahihisha? Ama namna gani jameni? Si ndio? Ama namna gani? Si nyinyi ndio mtamaki kila mtu mnasema huyu amepita mtihani aendelee, huyu amegoga mtihani aende nyumbani. Basi tunasonga mbele na Kenya. Ama namna gani watu wa Embu? Tumekubaliana? Tuendelee namna hiyo. Saa hizi ni saa ya siasa ama ya kazi? Saa hii ni saa ya siasa ama maendeleo? Tushughulike na maendeleo. Basi mimi niko hapo. Wacha nichukue nafasi hii nimuulize naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya.